kwa utakuwa na mtu. Sawa, unapa nafanya kazi gani? Sawa, lakini kiwewe ukaongea huko unaenda kufanya kazi zako. Haya, nakusikiliza. Hivi Maamina, kwa nini msende mkamaliza ugomvi kati ya mdogo wako? Hivi wewe mwanaume, kwa nini siku hizi unakuwa mbea sana? Wewe maneno ya kike yanakuhusu nini? Yule si mdogo wangu mimi? Na nilegombana naye si ni mimi? Wewe anakuhusu nini? Mke wangu hapo unakosea sana. Hivi wewe, nani wakustiri kama sio mdogo wako? Babu wewe, naona sasa unataka kuvuka mipaka. Sasa anistiri kivipi yani? Mimi na yeye yani kwamba hapa nikikosa watu udugu majirani wote hao nawafahamu, watashindwa kunistiri mpaka aje yawe yeye? Maamina, kwa hiyo ndo hata watoto wako pia kule hawaendi na Fatuma pia hawezi kuja. Ndio. Kwa watoto wake Adija na Amina ni wanangu, wakae kwangu. Yule Fatuma akae kwao kwa mama yake. Yaani sitaki mazoea. Mwanaume. Kazi za kufanya una Lakini hiyo yani shida nini kwamba hadi ikafikia hivyo kwamba afu shida yenyewe kila mtu atakuweka wazi. Shida nini hapo? Yaani mambo yetu wenyewe. Yaani kila mtu kama mbwai. Huyo mtoto ni mdogo sana, sitaki kunipanda mimi kichwani. Yaani ndio ipo hivyo. Maamina hapo unakosea. Alafu sasa wewe unataka kunikela. Wewe unataka kunipanda kichwani wewe naona. Maamina sio hivyo. Mama Amina anaenda kila muda. Sitaki. Mama unaona vipi? Kumbuka mimi pia ni sehemu ya familia yenu. Sehemu ya familia. Sasa wewe naona kwamba hauna kazi ya kufanya. Sasa mimi ngoja nikutafutie kazi ya kufanya. Sasa kunizoea. Mwanaume mzima umbea tu. Kazi ndio hiyo sasa. Sasa kaendeleze umbea. Mume wengine kero tu. Kwa nafanya kazi zangu hapa kanishanichanganya. Umbea tu. Jambo vyenye atamalizia Amina hivi. Siwezi hata kuosha. Takile. Hiyo. Tutakuja kuvunjana mikono bure. Hivi hapo. Vipi mwanangu sana? Heshima. Kama kaa. Ukitoa moja na baki zingapi? Moja. Sikia sasa. Unajua mimi pale sijaelewa hata hii. Bisa sijaelewa kwamba ni vipi pale mwamba. Yule si jini. Ni polisi. Yaani nimeshindwa kuelewa pigo zake. Yaani kama mnyama wa porini vile. Muone kila akipeleka panga na shangaa jamaa yupo nyuma na kugusa. Mimi nimeshindwa kuelewa hata kidogo, yani hapo mwenyewe nimekaa nini sielewi hata kabisa, yani sielewi. Yaani kanichanganya kabisa, sijaelewa hata moja. Wewe acha tu mwanangu, lile jini. Dakika za mwisho mwanangu mimi napeleka zuna. Hivyo rudishwa nyuma hata sielewi. Nimerudije. Wanangu, sieni. Yaani pale hamna cha ujini wala polisi. Sijui mmenielewa wanangu. Wewe pale katotea kama kutotea. Dakika za mwisho. Tatizo wanangu nyewe na nyewe mmelegea wanangu, mimi si wapichi. Vangi kama lile pale mnaniachia wanangu, eti umepigwa tu umelala chini mwanangu, hata kuinuka wanangu mnaniachia pangi kama lile pale. Maisha ya kweli. Jamani tulikuwa tumekula dawa pale misizi mingi ndio maana hivyo. Maisha ya kweli wanangu. Mmepigwa. Mtafyonzwa sana. Mpaka mmoja avunjike au afe. Mbona kazalao atuambiaje watu kama hivyo wewe? Achana naye atarusha tu. Mwachane na mimi. Mtakuja kunielewa siku ya mwisho. Wenzangu nimewaita hapa kuelekeza kuhusu ugomvi wa wazazi wetu, si hatuhusu. Kwa hiyo sisi tuendelee kama zamani, maisha yetu yalivyokuwepo mwanzo, tuendelee vile vile kama zamani, tunaongea, tunakutana. Au mambo yao tuyaache. Sijui wametuambia tusifatane.
hakuna kumtembelea mwenzako, hakuna kwenda kwao. Hayo tuyaache. Sawa dada. Unasema hivyo Dadija, unamjua mama. Unasema mama ugomvi wa mama sawa. Unaendelea vitu kama hivyo. Wewe fuatilie mama. Haya. Mimi na wewe anamfuatilia mama nani? Wewe shoga yako mama, mimi rafiki yangu baba. Dada unamuona? Sikilizeni wadogo zangu. Mimi si ndo dada yenu mkubwa. Mimi nimewaita hapa sio kama hata kama mama kazuia nini. Hayo watajua wenyewe. Sisi hapa tunachukua tu tushirikiane, tuwe pamoja kama zamani, hata kama wakitusema tufanyaje, tuache hayo. Sawa ndugu zangu? Lakini kweli kila pale siku naenda kucheza kwao mpaka mama alinifukuza, alinikataa. Gonga shoga yangu. Wewe sijakuta mimi. Alikuta Amina. Umeona huyu kidalikia antena nacho. Mimi sasa ndo nasema hivi. Hayo yote tuyaache. Tuwe kama zamani, hakuna kwenda kusema kwa mama sio kufanyaje. Hayo tuachane nayo. Tuwe kama zamani. Sawa? Yameisha hayo. Wao kwa mgomvi wewe. Ananianza kufika barabarani na kupiga. Haya, twende. Natamani wewe. Unajua mimi nakupenda sana. Naelewa. Kwani hauwezi kuachana na mke wako? Inawezekana, lakini labda unipe muda. Sasa huo muda mpaka lini? Kila siku utanipa muda. Kila siku nikupe muda. Kila siku. Mpaka lini sasa? Naomba unipe muda. Sawa. Jambo hili huwezi kulifanya haraka. Mimi ni mke wangu wa ndoa. Sawa. Kwa sababu tutafika kwa mimi tuachane na kwa ngumu. Na kwa hivi tutafanya kazi. Sawa? Mpaka lini? Mimi naumia huko nilipo. Sawa mpenzi. Na hiyo swala ni muda mrefu kidogo. Unajua yule mke wangu ni sana. Yaani siwezi kumfanya kama mimi naye naomba tuachane. Inakuwa ngumu. Lakini pia nakupenda sana. Naomba tu univumilie. Katana leo sasa shemeji. Kataa. Shemeji mtu gani usipazilika wewe shemeji? Shemeji mtu gani anakupambania sana, amewekeza kila nguvu zake zote kwa shemeji ujue. Niko na maongezi naye tu hapa. Maongezi gani unamshika kiuno, maongezi gani ya maongezi gani hapo sasa shemeji? Kamzidi nini dada wewe shemeji? Alafu wewe kinege wewe. Oya. Wewe hii sura chafu je kwa sehemu yoyote. Oya umeona huyo jamaa, umeona kama kituo cha polisi. Hebu naomba tuelewe. Sawa. Mimi tulikuwa tuna maongezi tu ya kawaida hapa. Sawa? Hamna chochote. Maongezi umshike kiuno, maongezi gani? Shemeji mimi mtu mzima naona umshika kiuno, naona mbele macho yangu naona na kuangalia umshika kiuno, naona maongezi nayo. Maongezi umshika kiuno. Wewe kinege wewe toka wapi wewe? Wewe vipi wewe? Wewe. Shemeji. Hebu kuwa muelewa basi. Tulikuwa tuna maongezi tu shemeji hapa. Naomba nguvu kubwa sana kwako ujue. Hebu naomba uniamini. Sisi tulikuwa tuna maongezi. Mimi sio mtu wangu. Tuna maongezi nayo yote huko. Wewe unamshika kiuno kama ni maongezi. Maongezi gani kushikana viuno? Maongezi gani? Sikuwa mmekaa bali kwa mbali. Ulikuwa hivyo maisha yako unavyojijua. Dada, umeongeza kila kitu kwako. Mbona unataka dada yangu afanye pressure? Dada yangu anampenda maisha yako. Sasa aume chochote. Sasa umesikia. Sheria ni moja kama moja. Mwanamke mmoja, mwanaume mmoja. Wewe shangaza tafuli imekuwa 10, sio moja tena. Sheria kwenye familia yetu. Sheria ni moja. Sasa unafika mbali. Sasa kitu ambacho wewe nini sasa hapa? Usiongee wewe. Usiongee, maisha yako usiongee. Onyo la mwisho. Dadangu kuanzia leo akiumwa hata kidole. Unajua magonjwa yametoka yule. Unajua la kosi yutia igono akosi. Nikuta sehemu yoyote na kinege yoyote. Mimi nakata utumbo na kushoto. Bwana dadangu abaki mjane. Kisio mpeleke magonjwa. Dadangu nampenda baba. Sina mahusiano naye lakini mimi yule mbona? Sio mara ya kwanza nakuona naye ujue. Sio mara ya kwanza shemeji, sio mara ya kwanza. Usitaki unaisha hasira ujue shemeji. Sio mara ya kwanza. Mimi nakuheshimu na kupenda ujue. Sawa. Dogo vipi? Safi, shikamoo. Shwari. Oya, huyu ndugu yako si nani yako yupo hapa? Kuna shida naye gani?
na shida naye, naomba niongee naye niondoke. Kama yupo, kama hayupo mimi niondoke. Sasa nitakutajiaje sasa? Afu sijui shida yako shida gani. Niambie shida ndo nikwambie kama yupo au hayupo. Kwa mdogo wangu, mbona unadharau sana babu? Sikiliza nikwambie mdogo wangu, hii nyumba ni ya kwangu, sawa? Si unanielewa vizuri? Mimi na shida naye, niongee naye kuhusu kodi yangu. Mimi nataka niondoke. Sawa? Naomba niongee naye baba, unzinde wako. Naomba niongee naye. Ungetoa maelezo hayo, unaongea sana. Kati kitu kidogo. Wajomba. Ningekupa jina la mama yetu. Karibu ndugu yangu. Poa, vipi? Safi aisee. Karibu. Poa. Ndio mimi kunijia viatu vyako. Poa, tutoke tena nini mwanangu? Mimi sielewi, tukae pembeni nitongee kitu gani kigeni. Sasa mtoto sio kwako babu. Ongea, tunatoana pembeni. Niambie ukweli wako sasa. Mimi nataka kuondoka bro. Bwana, kwanza samahani. Unajua kidogo nimeteleza. Nilikwambia uje uchukue pesa yako leo kwa kuamini kwamba yule bosi wangu atanipa hiyo pesa. Ile sana yeye ameniahidi baada ya wiki 2. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ndani ya wiki 2 univumilie, nitakupa hiyo pesa yako. Umeanza ngonjera zako. Hivi unajielewa wewe? Una akili timamu bro? Unajitambua kichwani? Una akili timamu? Kila siku unanipangilia, wiki iliyopita umenipangilia, afu mwisho wa siku leo unaniletea ngonjera tena mwanangu. Kiswahili kibao mara hivi mipangilio. Oya, mipangilio yako wewe mimi hainihusu. Umenielewa? Naelewa, blaza naelewa, lakini sasa ila ni kwamba mimi mwenyewe bosi wangu amepata na msiba wa mama yake mzazi. Afu wa msiba wa kwenu mimi usinihusishe na huo msiba wa kwenu. Oya, mimi nahitaji hela yangu ya kodi ya nyumba. Kwa hiyo ameniambia baada ya wiki 2 atanipa hicho kiasi cha pesa ninachomdai. Ndio maana mimi nikakwambia kwamba baada ya hizo wiki 2 mimi nitakuletea hiyo pesa yako kabla wewe hujafika hapa. Elewa bro, unajikomenti mwenyewe. Yaani ukiona nimetia mguu wangu hapa, nimetia timu. Kwanza umenilostisha mambo yangu mengi sana. Nilikuwa nataka kuondoka town sasa hivi, afu naelewa mazingira ya town, kila kitu pesa inahitajika, afu mimi nauli yenyewe nategemea ndio hiyo. Oya, mimi nikirudi tena mguu wangu hapa babu. Oya, vitu vyote unatoa, afu mimi usioa. Sichekeshi mwanangu. Sio unanielewa sijui bro? Nimekuelewa ndugu yangu, nimekuelewa. Mimi ndani ya wiki 2 tu lazima nitakuwa nimefanikisha. Oya, mimi siigizi mwanangu. Sasa nikute hapa mama wangu unaletea ngonjera. Na kinukisha hapa boya wewe. Afu na wewe boya. Mjomba wako anakudanganya hapa kwenu, si ndio? Sasa siku 2 tu tunakinukisha hapa boya, nyinyi mnaondoka hapa nyumbani. Acha maneno mengi kaisha, amjisha nani wewe? Naomba. Bwana hapa mzima kashanuka. Lakini unazingua sana. Mtamzima ni sisi, kila siku mtamzima sisi. Tunaonesha. Kwa ndio hivyo ndugu yangu, lakini ilivyokaa na wife niuliza. Lakini majibu yake naona hayajanielewesha kabisa. Lakini pia anaonyesha kama anakisali. Nikajaribu kukaa na mwanangu pia namuuliza, lakini anaonyesha naye kama hajui chochote. Ndugu yangu hili paswa kichwa. Sababu hapo ulivonikuta hapa nilikuwa najiandaa na mimi nitoke nije kwako. Walau nikuuliza labda mwenzangu unaweza ukajua chochote. Ila kwa sababu umekuja hapa na mimi nilikana shimeji hapa. Nilijaribu kumwambia, kumuuliza lakini hakuna chochote nilichoamboza ya kumwambia huko. Lakini sasa mimi nashindwa kuelewa kitu kimoja. Watu wamegombana. Lakini pia hawataki watu wajue wamegombana kisa nini. Yaani wenyewe tu wanakuwa wanagombana tu wenyewe visilani, asilani. Hatuelewi wamegombana kisa nini. Sasa hivi inakuaje hapa? Siku mbili niangalie ngambia hivi. Kugombana watu kawaida. Ninagongana vikombe kwenye kabati cha ndosi binadamu bwana. Hebu kaeni chini malizeni mambo yenu. Kwa sababu hivi hebu fikiria. Leo hii inatokea kwamba mke wangu mimi anaumwa, mke wako yeye anaumwa. Nani wakumtibu zake? Wao mzake si ndio kumtibu? Sasa kuna kitu nimekumbuka. Juzi hapa nilikata na nikamwambia swala hilo. Akaniambia kwamba haya mambo ya kifamilia wewe yakuhusu. Sasa nikashinda kwa sababu mama yake hajawahi kunishirikisha swala kama hiyo. Wala baba yake hajawahi kuniambia swala kama hiyo.
Sasa nashindwa kuelewa mambo ya kifamilia, lakini sasa mbona kwao taarifa hizo hamna? Yaani ni kama mambo yao wanajua wao wawili tu. Wanagombana wao wenyewe, visilani wao wenyewe. Sasa yaani wanachanganya kichwa ujue. Unajua ndugu yangu, hii tatizo sababu mimi nakuja bwana na familia wote mwe kitu kimoja. Na mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nakiwaza labda tushauri hapa. Unajua ugomvi umetokea kwako wewe nyumbani kwako. Ndio. Na mimi nadhani pale uishi polisi na majirani, si ndio? Hebu jaribu kwenda kuuliza majirani kama inawezekana kuna mmoja ambaye itakuwa amepata anajua chochote kitu akafanya akatupa mwangaza vile tunaanzia wapi. Hapo umenifunga. Unajua pale nyumbani pale kuna jirani huwa aondokagi nyumbani. Yaani ukienda ukimkosa nyumbani ni bahati mbaya sana. Sasa yule lazima kama hajasikia ameona. Ngoja niende kwake. Nikajaribu kuongea naye. Basi sawa, itakuwa jambo la heri. Cha kufanya hapa tujue tu kwamba shida nini hiyo tunasolve vipi. Kwa sababu raha familia bwana inabidi wote tu pamoja. Na mimi ndo mangaja kwako sababu mimi na wewe ni kama ndugu, umeoa mkubwa, mimi nimeoa mdogo. Kwa hiyo inabidi tusaidiane katika mambo mengi. Usijali katika hilo. Basi sawa. Yaani kwenye lolo wote tuko pamoja. Wala usijali. Shemeji atoka. Akae hapa sasa hivi. Anaona hapa hamna chochote kaeleweke. Mimi ndio komishimishi zangu nimekuja hapa mna kitu hapa. Mimi kabla sijaanza haya mambo ya madrasa nini za msanii wajomba. Waganachana kasa mimi nishai kutoa ngoma yangu kipindi hicho, sasa sio vijana wa sasa hivi wakiimba mpaka washusha suruali huko. Ngoja kwanza nikupe kidogo. Sawa? Kupita pita kwake kunanipa wazimu. Hii ni wiki ya pili ninamuona. Akipita nyumbani kwangu kuelekea dukani. Sura yake ya kijapani na umbo lake linanichosha. We mie nitamma mchenga kaulize wazazi wake. 006. Vipi ndugu yangu? Safi. Karibu. Sasa naona kuna wajomba zako. Kuna wajomba zangu hapa napiga story na waelekeza kwamba kipindi hicho sio wao wasela zao sasa hivi wanaochana wameweka hivi. Mimi mwenyewe zamani nilikuwa msanii ndio nilikuwa nawapa kidogo mistari hapa. Karibu ndugu yangu. Ninyi mnamuelewa? Ananielewa, kwa nini wasinielewe? Fatuma. Hadi. Mama amendaje? Sijui amekaa. Okay sawa. Jirani. Naam. Vipi lakini? Ni safi ndugu yangu, karibu. Asante. Samani, na shida naye mama. Kwema lakini? Ni kwema. Mambo waache kidogo wajomba zako hawa tuongee. Wajomba. Hiyo nafasi hiyo hapo ilikuwepo sehemu ya kwanza. Kwa hiyo niende hivi akupigia kwa la pili au sio? Hapa mimi si washushi wazee. Sawa.